Mithali 6:32, azinie na mwanamke hana akili kabisa. Hajasema hana ubongo, hana akili kabisa. Hajasema hajaenda shule ameenda, ila hana akili. Mbona hamtaki kusema? Au mko wengi ambao hamna akili? Ndivyo Biblia inavyosema, azinie na mwanamke. Sasa unasema kumbe mimi nimepona mwanamke. Azinie na mwanaume pia, naye hana akili. Kwa Yesu anapotununua, ananunua pia nafsi zetu ili tutoke kwenye mienendo isiyofaa. Mienendo inakaa kwenye nafsi. Kama ni tabia za kwenu zinakaa kwenye nafsi, ndio maana mnaweza mkawa kwenye familia mna tabia zinazofanana na kizazi kilichopita. Wewe ni mkorofi kama babu yako. Hujai kuona katoto kadogo na kunywa pombe na hii ni damu ya baba yake. Ni mwenendo ambao ameupokea kutoka kwa babu yake. Unatembea kwenye nafsi kupitia nasaba. Ndio maana familia fulani wana tabia au mienendo inayofanana. Kama ni wazinzi wanakuwa ni wazinzi wote, kama ni majambazi ni majambazi wote, kwani ni mienendo inatembea kutoka kizazi kwenda kizazi. Lakini Yesu anapokununua, anainunua pia nafsi yako kutoka kwenye mwenendo usiofaa. Lakini anaponunua mwili wako, maana ananunua madhaifu yako. Ndio maana pale msalabani alipokuwa anapigwa, alikuwa ananunua kila madhaifu kwenye mwili wako. Ndio maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake tumepona. Alichukua masikitiko yetu, alichukua madhaifu yetu kwenye mwili wake, aliyabeba. Kwa hiyo unapokubali akununue, ananunua na madhaifu ulionayo. Amen. Sina jina jingine ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu. Oh, ni Yesu, ni Yesu. Sina jina jingine ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu, jina lenye nguvu. Ni Yesu, ni Yesu. Sina jina mimi, sina jina